na nadhani tulifundisha hiyo about umuhimu wa maombi, na kuna vile unastahili kujipresent before your father or before God, kwa sababu kila mmoja anajua kuomba na kila mmoja ameomba, na wengine wamechipiwa, wengine hawajachipiwa. So mimi niko kwa wale hawajachipiwa, niko kwa among those who have not been answered. Na leo ningependa sana nawe unipepe mkono. Kwa Biblia kuna mahali pale Musa alikuwa anaambiwa achawe watu akichoka wafanye nini? Wainue mikono. Na walikuwa wanainua mikono kwa sababu najua hao watu wa praise and worship mkiimba mnatuambia tuinue mikono. Na najua the spirit inasema mahali mtu ama mahali binadamu spirit inamuingilia. Hakuna haja ya kumcontrol, hakuna haja ya kumwambia inua mikono ama fanya ama piga magoti ama fanya nini. The spirit ina take over. So nataka the spirit ya take control, kwamba atuonyeshe vile tunapostahili kushika mikono ama kuinua mikono ya wachungaji wetu. Unajua wachungaji wetu wakati mwingine uchoka. Wanakuombea, wanaombea familia zao, wanaombea kazi zao, wanaombea watoto wao, wanaombea marafiki zao, wanaombea yani mpaka wanaombea nchi. Na wakati mwingine huo wanachoka. Tutawasaidia aje kuinua mikono. Mimi sina fasi, niwaambia sina fasi leo ya kuhubiri. Na sasa mkingojea kuandika fasi mtachoka sana. Lakini nataka kuhubiri ile fasi yenye kila mtu anajua. Inaitwa Psalms 23. Hiyo nani ajui? Psalms 23. Inasemanga aje? Psalms 23. Psalms 23. We are reading from the book of Psalms 23. Asante sana kwaya. Asante sana kwaya. Many kwaya wakijiprepare kuchukua mic tuimbe Psalms 23. That is my first. Na mstari wa 4 ndio inanigusa sana. Mstari wa 4 Psalms 23. Kevo stahili kuwa unafungua Psalms 23. Yesu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Very good. Man square hapa. Tuchukue mic. Tunataka kuimba hiyo wimbo. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza kwenye Thank you. We are starting. Tunaanza. Many choir inaanza. Many choir ikianza naomba asiye atuombe. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Uniongoza kwenye maji mazuri, uniongoza kwa njia za haki. Hakika wema nazo fadhili
Wapige makofi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mtakuwa mfupi sana. Hiyo ndio the key verse na mstari wa 4 sana. Inanigusa sana. Inanikumbusha kwamba my heart is broken. Mimi nimepepa mizigo. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi nimeomba sana. Mimi nimemtafuta Mungu. Na katika hiyo verse ya 4, Psalms 23 verse 4 inasema aje? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Bwana asifiwe. Hapa kuna mtu mmoja. Na huyu mtu ni mimi, ni wewe. Na huyu mtu anasema hata kama anapotembea katika Kiswahili bwana. Anatembea katika ni kama hizi lazima tuanze kukuwa na kopi ya Kiswahili. Wale mko na Kiswahili. Bonde la uvuli wa mauti. Najua kwamba watu watashtuka sana waseme hii bonde wa uvuli wa mauti ni wapi? Hii maisha tunapitia. Kuna mtu ameomba kwa sababu ya biashara zake. Kuna mtu ameomba kwa sababu ya kupata bwana. Kuna mtu ameomba kwa sababu ya kupata kazi. Kuna mtu ameomba kwa sababu ya familia yake isimame. Kuna mtu anaomba hata familia yao wapate umoja, wapate utengano, wapate furaha, wapate kusherehekea pamoja. Kuna mtu anaomba hata kama kuna magonjwa. Kuna mtu anaomba zaidi Mungu amsaidie tu atoke kwa pipes, aanze kukula na mdomo yake. Kuna mtu anaomba zaidi kwamba Mungu atume malaika. Mungu atume malaika. Ule landlord wake anakuwa kuja kugonga, anapokuja kupisha kwamba leo imefika mwisho, asahau waende mpaka tarehe 5 katika jina la Yesu. Hiyo ni maombi na iko ndani mwetu. Kuna mtu anaomba bwana yake ambaye anakuja na mgombanisha, ambaye anakuja na mwekea maneno, ambaye anaongea vibaya, kwamba leo Mungu akamjibu maombi. Amen. Ambayo hatujui. Bwana asifiwe. Amen. Kuna maombi ndani mwetu. Amen. Na maombi ni mingi. Najua kuna ule anaombea mtoto wake. Kuna huyu kama pastor anaombea pili mahali alipo shuleni, mahali anaposomeshwa, kwamba akakue kichwa bali asikue mkia. Bwana asifiwe. Amen. Hayo yote ni maombi. Kuna mwenye anaomba kwamba Mungu anielekeshe kuanzia wiki ijao, kuanzia leo, kuanzia mwezi ujao nipate mahali pa kumwabudia. Hiyo ni maombi. Bwana asifiwe. Amen. Ninajua tuko na maombi mengi sana. Kuna mwanafunzi mahali hapa anaomba kwamba mtihani ambaye anaenda kuifanya akapite katika jina la Yesu. Na hiyo ni maombi. Kuna mtu anaomba hapa kwamba biashara yake imekuwa ya muda. Ameng'ang'ana last year, ameng'ang'ana kufungua biashara, ameng'ang'ana anapanga, pesa ikifika inaenda. Lakini leo nataka kukuambia ya kwamba kama Mungu anaposema katika anapoambia Yeremia kwamba I will restore you, I will restore you, leo anaenda kukurestore. Amen. Najua biashara yako imeanguka. Amen. Najua magonjwa imekuandama. Najua maadui wamekuwa wengi. Najua kila siku lazima upewe ugomvi ya mzee yako. Lazima kila siku upewe ugomvi ya mamako na yule jirani wenu wa nyumbani. Kila siku lazima upewe ugomvi ya ndugu yako na bibi yake. Kila siku lazima upewe mambo ambayo yanakudunisha, mambo ambayo yanakupeleka chini, mambo ambayo unaona umefika mwisho. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba our King of Glory, ambaye anasikia maombi, ambaye anatujibu maombi, ambaye anatenda miujiza, ambaye anatusaidia katika zile shida tunazozipitia, ako hapa siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mungu unayemtumikia, Mungu unayemuomba, Mungu unayemwambia, sio mimi, sio mchungaji, sio ule rafiki yako, sio wazazi wako. Kuna Mungu mbinguni.
Bwana asifiwe. Amen. Na leo ningependa tuangalie kwa haraka sana ni kwa nini maombi yetu itajibiwa. Tuko na maombi lakini yako imengojea sana. Ni kwa nini maombi yako itajibiwa? First thing, kwa wale wanataka kuandika, andika. Lazima understand. You have to understand how to pray. Lazima ujue vile unastahili kuomba. You have to understand how to pray. Na ukiunderstand vile unastahili kuomba, katika kitabu cha Mathayo inatuambia, Matthew 5:6 inatuambia na tuombe hivi. Mathayo 6:5-8 inatueleza vile tunastahili kuomba. Kwa wale mnaandika, in the book of John 5:17 inatueleza, ambayo ningependa Pastor Simon tusomee hiyo John 5:7. Kando na hivyo John 5:7. John 15:7, not 5, 15:7. Kando na hivyo, vile mchungaji anaendelea kutafuta, ningependa kuuliza kwamba mchungaji senior, kuna maombi tutaomba maombi baya. Kuna maombi baya. Unajua katika maombi kila mtu anasema ni maombi mazuri. Umewahi kuwa umefika mahali unaomba lakini unaomba maombi baya? You are praying along prayers. Along prayers. Hiyo in that mood. Kefu ungekuwa umefungua in the book of James 4:3. Tuambiwe hiyo maombi baya ni gani? Mchungaji ulipata John 15:7. Inasema Biblia inasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa.